Kwa majina naitwa Jasmine Hamisi, mimi ni mkazi wa Morogoro nakaa Mafiga na nimeolewa pia. Lakini wakati mimi naishi na mume wangu, mama mkwe wangu alikuja nyumbani na wakati huo alinikuta mimi ni mjamzito. Kwa hiyo alikuja pale nyumbani kwa sababu kutokana na umbali ambapo yeye alikuwa anaishi, alikuwa anakaa Mwanza na mimi niko Morogoro. Kwa hiyo ilikuwa inaniwia mimi ugumu kutoka nikiwa mjamzito kupanda gari ili kwenda kule, na nilikuwa na matatizo kipindi chote cha ujauzito wangu. Kwa hiyo ikambidi mwanaume wangu ndo amlete mama mkwe huku ili tuishi naye. Kwa mama mkwe alivyokuja baadhi ya vitu akawa ananisaidia nini na maisha mengine yakawa yanaendelea. Yani alikuwa anatupenda sana. Yani kwa ile sura unaona kabisa ni hapa mama mkwe anatupenda. Tukawa tunaishi tu vizuri, tukawa tunapendana. Sasa nilipofikia kipindi cha mimba ilivyofikia na miezi 8, mama mkwe wangu kutokana na kwamba alikuwa ananipa chakula, yani nilikuwa namwamini sana, nguo anafua nini, nikaanza kujisikia vibaya, tumbo linauma, linanguruma, natapika. Baada ya kutapika, ikabidi nikawa natapika vitu vyeusi vikubwa vikubwa. Hatimaye ikafika miezi 9. Miezi 9 ilivyofika, kwenda hospitali nikawa sijifungui. Muda umefika, kwa hiyo baadaye manesi wakasema kwamba inabidi wanifanyie operation kwa sababu mtoto tayari yuko tayari kwa kutoka, lakini bado yani uwezo kujifungua nikawa sina. Kwa hiyo inabidi mume wangu aje asaini pale ili niweze kujifungua kwa operation, lakini pia ilishindikana. Kwa hiyo baadaye ikabidi sasa tuite wachungaji pale hospitali waombe na mama mkwe alikuwepo hapo. Kwa baada ya kuomba mama mkwe akatoka akakimbia. Kwa mama mkwe alivyokimbia pale baadaye tukaanza kujiuliza nini? Mungu alisaidia, namshukuru Mungu, Yesu alitenda. Miujiza yake ilikuwa mikubwa. Kwa hiyo nikajifungua salama. Baada ya kujifungua salama nimerudi nyumbani, mama mkwe kaondoka. Nikauliza kwa nini shida imepelekea mama mkwe? Kilichopelekea mama mkwe akimbie ni nini? Kwa baadaye kutokana na kuendelea na maombi yakawa yanaendelea, mama mkwe hayupo, tunamtafuta. Baadaye sasa ikabidi mama mkwe arudi. Baada ya kurudi ikabidi aende kanisani, ndio kaanza kuomba msamaha. Mimi kile chakula nilichokuwa unakula nilikuwa nakuwekea vitu, nilikuwa nakuwekea maji ya kuoshea maiti, nilikuwa nakuwekea yani vitu kibao tu vya kishirikina. Kwa pale ndio nikagundua kumbe mama mkwe wangu alikuwa ni mchawi. Kwa hiyo sikujisikia vizuri. Na sasa hivi mtoto wangu ni mkubwa, namshukuru Mungu na anaendelea vizuri. Shebieti.